kuzuia baraka, anakuandalia hata magonjwa mbele. Unisikilizege? Kwamba sawa, lakini pale nitakutengenezea kazi na kutengenezea kisukari na kutengenezea saratani na kutengenezea HIV. Mimi natangaza hivi, nasema sitaita mtu mwenye HIV, ili kwa siku utaenda kupima utaikuta haipo. Sina shida ya kuita. Yani, as I've told you, ukiwa na ugonjwa hapo wowote ule, utaenda kuutafutiza, hautauona. Uwe na HIV, uwe sijui na kisukari, uwe na tatizo la figo, uwe sijui pafu linasumbua, utakuta siku moja kama maumivu yasikii. Siku ya pili hamna maumivu. Ya tatu, baadaye unavyoenda kupima utakuta umefunguliwa chuma. Sina shida ya kuuliza saizi unaumwa nini. Saizi ni mwendo wa kipigo. Upende usipende au hivi waliokukamata lazima watondoke. Hao Kanani ambao wamekamata mwili wako lazima wapigwe. Ziwe ni kansa zinapigwa, kisukari kinapigwa, umasikini unapigwa, magonjwa yanapigwa, laana zinapigwa, na wewe lazima ufunguliwe kwa jina la Yesu aliye hai. Maana Mungu ametuahidia nchi iliyojaa maziwa na asali. Lazima hao wanaozunguka wapigwe kwanza. Amina. Wapigwe. Wapigwe. Uvimbe kwenye miguu ni muhivi huyo, piga. Amina. Unavimba miguu nini, umeokoka wewe? Yesu. Amina. Sui vidonda vya tumbo inafanya nini, umeokoka kwako? Jamani, vidonda vya tumbo umeokoka. Imeandikwa kabisa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bado unaimba kwaya, najua Yesu alituponya sisi tumepona kabisa. Umetuimbia umepona kabisa. Tena kesho kutwa bado vimo mwilini, hujaamua kupambana na huyo Mkanani. Kuanzia leo kataa chochote cha kipepo kinachofanya vita nao, lazima kitondoke. Bwana Yesu asifiwe.